Bwana, story inaanza katika mji mmoja wa Nigeria huko. Mama akiwa anajiandaa kuwapokea watoto wake na mtu mwingine akiingia katika hali ya uchokola. Watoto wake wawili wakishuka katika ndinga za kifahari. Mmoja anasema mama, mimi ni afisa jeshi la polisi. Mwingine anasema mama, mimi ni daktari. Mwingine anasema mama, nimerudi nyumbani. Mama anambia karibu sana mwanangu. Mama akifurahia wote watoto wake. Mwingine anajiuliza huyu nani, mbona kama chokola? Afisa na daktari wote wakashuka moja kwa moja kwenda kumuona mama yao. Jamaa aliziona gari za kaka zake, akaona bora zibusu, akifurahia mafanikio ya kaka zake, maana ndugu mkifanikiwa wote maisha yanakuwa mazuri. Wakapokelewa kwa shangwe na vifijo na nderemo hawa ambao ni madaktari pamoja na wanajeshi, huko akishangiliwa sana. Mwamba naye akaja kwa kumbatia ndugu zake, wakamkwepa. Mama akamwambia mwanangu, karibu sana nyumbani. Huyu daktari akaanza kumfukuza mdogo wake na kumwambia toka, huna hadhi kabisa ya kuwa hapa. Ondoka, wewe ni chokola, uondeane kabisa na hii familia. Hisi kama unatutia gundu tu kabisa. Wakaanza kumdhihaki huku wakimcheka. Mama akasema hapana, huyu ni mwanangu, lakini kaka mdogo pia akamkumbatia mdogo wake, akionyesha ishara kwamba anamkubali mdogo wake. Mama akamwambia hapana, huyu ni mtoto wangu nimemzaa na napaswa kuwa hapa. Karibu mwanangu nyumbani. Karibu sana. Lakini daktari bado akaendelea kubisha. Huyu hatumtaki. Huyu ni maskini, fukara, ana hadhi ya kuwa na sisi. Na hapa sisi tulipo wote ni matajiri. Huyu ni maskini, omba, mstari wake ni pale tu, haruhusi kuingia ndani. Naomba ondoka. Mama akasema hapana, huyu ni mwanangu, anapaswa kuwepo hapa. Mama, huyu ni chokola. Hapana, huyu ni mwanangu, anapaswa kuwa hapa na hii nyumba baba yake. Akaendelea kumdhihaki huyu maskini. Kweli huyu ni maskini, aende. Mama omba kama huyu. Sisi wote ni matajiri. Tumekuja na magari, yeye kaja na miguu. Hapana, hapa ni kwa baba yangu. Huko akaendelea kumfukuza. Aondoke. Hafai kuwepo hapa. Tumtaki kabisa. Tena hapaswi kuwepo hapa. Akaja mlinzi, mama samahani, nimemruhusu huyu omba ameingia huko ndani. Sasa sijui itakuwaje bosi wangu, huyu omba. Sasa amepita tu bahati mbaya, unisame pumbavu. Huyu si omba. Toka hapa. Huyu ni mwanangu. Jamaa huko akiendelea kukataliwa na baadhi ya watu kwenye familia, lakini mama pamoja na ndugu yake mwanajeshi yule, afisa jeshi, waliendelea kumkubali ndugu wao. Huyu anapaswa kuondoka mama, huyu ni maskini, hatufai, hana lenki. Mwanajeshi akasema hapana, huyu ni mdogo wetu. Na mimi kweli ni mdogo wenu, napaswa kuwepo hapa kwenye nyumba ya baba yangu. Hamwezi mkanifukuza namna hiyo. Ondoka. Siondoki, hapa ni kwa baba yangu. Mnatustahili nyinyi kupata na mimi nastahili kupata. Tunasema ondoka. Huko akaendelea kumfukuza. Wakachukua begi lake na kukagua ndani. Akamwambia mama, ona sasa. Huyu vitu alivyoweka humu ndani. Si sasa ana chizi. Mama, hapa una mtoto. Huyu ni chizi. Hastahili kabisa kuwa karibu yetu. Ni vyema ondoke katika nyumba hii. Mama, ona viebubu vyake hivi. Ona. Mama, huyu mzima kweli mtoto wako huyu? Huyu ni chizi kabisa. Lakini Mwamba yeye ni mpambanaji, maskini ya Mungu. Mama akasema hapana, huyu ni mwanangu na haya yote ni maisha. Anapambana kwa jenga kesho yake. Anapambana kutafuta maisha yake. Hapana mama, huyu kaka yetu sio ndugu yetu kabisa, hana hela, hatuna ndugu na maskini. Afisa jeshi akasema hapana, hebu tulieni kwanza. Huyu ni ndugu yetu na anapaswa kuwepo hapa. Anapaswa kuwepo katika nyumba ya baba yake. Na wote huyu ni ndugu yenu. Ni vyema tumpokee na tuwe naye karibu. Sisi tumezaliwa kwenye tumbo la mama mmoja, tunapaswa tupendane kama mimi ninavyompenda yeye. Hapana. Kaka huyo ondoke. Wakaendelea kubishana. Afisa na dokta. Afisa anamwambia hapana, huyu ni ndugu yetu, anapaswa kuwepo hapa. Dokta akamwambia afisa, mimi ni mkubwa wako kuliko wewe ulivyo. Sasa mimi nasema hivi, huyu hapaswi kuwepo hapa. Au mimi niondoke abaki yeye? Hatuwezi kuwa na ndugu maskini kama huyu. Mimi ninavyovimba huko na ndugu zangu matajiri, huyu katokea hapa maskini. Haiwezekani. Kweli aondoke. Aende bwana, aende mama, aende. Huyu ni maskini kabisa. Hatumtaki hapa kwetu. Aende. Unaona vitu vyake, mabegi yake. Ona. Jamaa akasema mimi siwezi kwenda, aondoke. Aondoke kabisa. Hatumtaki, hatuna kaka na ndugu kama huyu. Nimesema nyamazeni. Sasa ni hivi. Huyu ni ndugu yetu na anapaswa kuwepo hapa. Hapa ni kwa mama yake na kwa baba yake. Kikubwa zaidi ni kuweza kusaidiana. Sisi ni familia. Sisi ni ndugu. Ulivyo wewe, hujaanza jana, umepambana mpaka umefika hapo. Na yeye pia anapambana. Ni mdogo wetu. Tumwangalie kwa jicho la tatu.
tusaidiane. Tukimsaidia yeye, kesho atakuja atasaidia familia. Kweli kabisa, mimi mnanionea, naangaika kutafuta biashara, mtaji, napambana. Wewe hujui kufanya chochote na uwezi ukafanikiwa kwa sababu cha kwanza huna hata elimu. Wewe ni maskini omba kabisa. Uko afisa kama ukotea ndugu zake vitu vyake vyote na kumwekea katika begi. Uko akiendelea kumwandama kwa maneno madada, ndugu, kwamba huyo ondoke, ni maskini. Afisa akasema sasa nisikilizeni. Mimi nilipoenda kozi nilipewa bonus kidogo ili ya kuja kutulia hapa nyumbani. Lakini sasa kwa kuwa ndugu yangu yupo hapa, mimi nitatoa bonus yangu niliyoipata na kumkabidhi ndugu yangu. Kwenye maisha lazima tuishi wote tufanane, familia moja. Tusipishane, huyu maskini, huyu tajiri. Huyu ni mdogo wangu, nitampa mtaji wa biashara. Kaka nashukuru sana, nashukuru sana kaka yangu. Nashukuru. Ambia kaka, una invest hapo unapowekeza kwake hamna kitu. Huyo ni bure kabisa. Asema hapana. Huyu ni mdogo wetu. Tunapaswa kumsaidia. Tusipomsaidia sisi atamsaidia nani? Na isitoshe, nimeamua kutoa bonus kwa wadogo zangu wote ambao wako hapa. Lakini kikubwa nitaanza na huyu mdogo wangu. Kaka nashukuru. Ukinikabidhi hiyo pesa, mimi nitafanya mambo makubwa kabisa ambayo hayajawahi kutegemewa kufanyika. Mimi nitafanya kaka, amini kwamba nitafanya. Niamini sana kaka yangu. Na nitafanya biashara na nitakuwa bilionea mkubwa. Basi usijali ndugu wangu. Mimi nitaweka pesa kwako na imani utakuwa mfanya biashara mkubwa sana. Shaka ondoa. Lakini wengine wote na nyinyi pia nitawapa pesa za biashara. Lakini wacha nianze na kaka yenu kwanza. Wakafurahi na kushangilia. Wakamkumbatia kaka yao. Wakasema lakini pamoja na yote sisi ni familia moja. Tunapaswa kusaidiana. Akatoa simu. Akamwambia mdogo wake, Chinedu, una account, una bank account? Chinedu akamwambia ndio kaka. Akamwambia haya sasa. Ngoja niweke sawa hapa. Haya, weka bank account yako hapa. Yaani umeanza na huyu chokolab kwa nini kaka? Anza na sisi. Chinedu akaweka bank account. Baada hapo kaka yake kama kawaida akasend money. Yes, akamwambia mdogo wangu, nimekuingizia takribani milioni 20. Chinedu kazima gari. Amka mdogo wetu. Amka kwanza, amka mdogo wangu. Amka. Hii vitu vya kawaida amka. Ona sasa milioni 20 kazimia. Mdogo wangu amka. Daktari naye kabidi ajishobokeshe sasa baada ya kuona Chinedu kila ana hela. Akasema jamani, sisi ni familia. Tusaidiane, tunyanyuane. Kwenye familia zetu za Kiafrika tunapaswa tusaidiane. Sio unafanya kazi sehemu nzuri unashindwa hata kumsaidia ndugu yako. Mimi leo nimeamua nimsaidie mdogo wangu ili tuweze kuwa sawa. Maana kama alikuzaa wewe ndio alimzaa yeye, kwa nini msisaidiane? Na nyinyi nyote mwisho wa siku mtakuja mtamsaidia mama yenu huyo. Asante sana kaka, nashukuru sana kwa msaada wako kaka. Nitakwenda nitafanya biashara, nitakuwa mtu mkubwa sana. Amka mdogo wangu, amka. Chukua begi lako. Leta nipokelee. Daktari akaanza shogo baada ya kusikia mdogo wake sasa ana milioni 20. Sasa watakuwa na kaa meza moja. Twende ndani kaka, twende mdogo wangu, twende. Na kama jamani samanini. Naomba kwanza mnikabidhi hilo begi kwanza. Asante kaka, nashukuru kwa msaada wako. Wakaanza kumpa mkono ya shogo, akamwambia nashukuru kaka, na kuahidi nitafanya biashara itakuwa kubwa na nitafanikiwa kwa hii pesa uliyowekeza kwangu. Amini kwamba nitaleta mafanikio makubwa sana kaka. Na kuahidi na ninakuahidi kaka yangu, nitafanya makubwa sana. Mama, nashukuru. Naomba baraka zako mama nikafanye kazi. Basi mama akambariki mwanae. Mungu akulinde na kutangulie mwanangu huko uendapo. Chukua baraka, kafanye biashara na ufanikiwe mwanangu na ustawi. Mwamba huyo hapo akaondoka zake. Shobo nyingi lakini mwamba akajikataa kwenda kutafuta hela. Bwana, hii story inafundisha tu kwenye maisha, hata kama tumezaliwa tuna matabaka mbalimbali, hakikisha unamsaidia ndugu yako naye kufikia mafanikio. Sio unakula vizuri ndugu yako anateseka. Maisha ni kusaidiana na kupendana. Asante sana. Mimi ni Kifaru.